Maandiko yanamuelezea Bwana Yesu kama Adamu wa pili. Kama Adamu wa pili alipewa kutawala na kumiliki, kumbe hata huyu Adamu wa pili amepewa kutawala na kumiliki. Ndio maana maandiko kwa kinywa cha Paulo yanatuelezea kwamba ilibidi atokee kuhani ambaye hana dhambi, asili yake si uovu, ili yeye atakaposimama mbele za Mungu apate kuonekana mwenye haki, na sisi tupate kuipokea haki katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu Adamu wa pili aliletwa kutawala na kumiliki katikati ya kizazi kilichopotoka, ili katika yeye hichi kizazi kilichopotoka kipate uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Tito sura ya 2 mstari wa 11 maandiko yanasema, kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imekwisha kufunuliwa. Kumbe neema ya kuokoa wanadamu wote walio katika anguko imekwisha kufanya nini? Kufunuliwa. Kama hiyo neema imekwisha kufunuliwa katika Kristo Yesu, tunachokitakiwa kukifanya nini? Ni kuikubali ile neema ambayo Bwana ameiachilia. Yohana alipomtazama Bwana Yesu alisemaje? Alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu, amejaa neema na kweli. Amejaa neema na kweli. Kwa hiyo neema ituokoayo imekwisha kufunuliwa. Tunaitangaza kwetu, tunaitangaza katika familia zetu. Ndio maana maandiko yanasema hata walipowekea mikono wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena lugha mpya. Kwa sababu gani? Bwana alienda kuwatembelea. Sasa kwa safari hii ya kuwatembelea kwa kawaida, akawapa na lugha mpya. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya kwamba nipo pamoja nanyi, nitasema pamoja nami, ulimi wenu utakuwa wa kwangu, maneno yenu atakuwa ya kwangu, nitakachokisema ni sawasawa na ninyi ambapo mtasema mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunasema yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwako Mwokozi na